nataka tu mseme kwa maringo. Ni sawa? ODM. Kuna watu hapa waongee kimaringo tu. ODM. Mheshimiwa Gavana wa Migori Daktari Ochiro, Deputy Speaker, Speaker mwenyewe, Mheshimiwa ndugu yangu ambaye tulikuwa naye bunge pamoja, Deputy Governor wa Homa Bay, na pia nimeona ndugu yangu ambaye tulikuwa naye bungeni pia ni waziri wa Migori, tulikuwa na yeye, waheshimiwa MCAs, delegates wa chama. Habari zenu? Mko salama? Poleni, hamjakunywa maji nasikia kutoka asubuhi, lakini mtakunywa sasa. Tukiwa hapa mtakunywa maji. Ni sawa? Mimi kabla sijasema nilikuwa nimekuja na wangwana wengine wawili hivi. My leader of majority kutoka Kisii yuko hapa na mheshimiwa yuko hapa. Chief of staff nilikuwa nimemuona hapa. Nimekuja na timu kubwa. Leo sijaja kwa sababu ya siasa ya chama. Nimekuja kufungua show ya Migori, agricultural show hii ambayo tuko nayo. Na Mheshimiwa Ochiro amesema vizuri. Sisi tunataka tuonyeshe yale ambayo tunayafanya katika mambo ya ukulima. Ninyi afadhali watu wa Migori hapa mko na goal. Sisi ile kitu tuko nayo ni mambo ya ukulima. Hapa Migori kama vile Kisii tuko na makabila yote. Kabila la Kijaluo, Wakuria, Wakisii, Waoria, Wakikuyu, Kenya mzima iko hapa, si ndio? Na nashukuru kwa sababu ninyi hapa Migori ambayo ni Juliet sio mara. Kuna mtu amesema mzuri hapa, kila mtu ako na weakness zake kidogo, na lazima tuweke hizo weakness kuwa nguvu zetu. Mimi sasa kuingia katika siasa ya Migori, lakini itafika. Unajua kuna watu walikuwa wametoroka chama mapema, wakadhania kwamba chama afadhali yeye mimi fanya yote, hata wakaleta chakula ambayo ilikuwa mchele ambayo ya hivi, maharagwe ya hivi, walikuwa wamedhania wamefika, lakini baba alituambia nataka niseme kwamba chama cha ODM lazima sasa ndio tunajivunia sisi. Kitu cha pili, hii serikali vile pia Mawanga amesema ilikuwa imeenda. Sitaki kusema kuna mambo mimi nimefanya. Kenya Kwanza imesimama. Ilikuwa imeenda. Lakini baba akaona, kwa sababu kama jeshi ingechukua hata hii mambo ya vyama ingekuwa imeisha.
Tunashukuru Mungu kwamba baba, kwa sababu yeye amekuwa ni mtu wa anayefikiria nchi yetu, akasimama kidete, akaona wacha asaidie kijana wake ambaye ni William. Leo hii nchi afadhali iko, haijakuwa mzuri, na mimi nataka niseme hatujaingia katika serikali ya Kenya Kwanza. Hiyo sisi wana ODM ni ODM. Tumesaidia Mheshimiwa William Ruto kusimamisha serikali yake, kwa sababu tungetaka tusaidike wakati tunasaidia Mheshimiwa William Ruto aone kama atasimamisha nchi. Kwa hivyo kama wana ODM na mimi kama deputy party leader wa chama cha ODM, nataka niwahakikishie tutanyoroshana na watu wengine hapa katikati, hapa Migori, hapa Kisii, hii Nyanza. Lazima uwezo wa kuongea na ndugu zetu kutoka Rift Valley, kutoka Central, kutoka Coast, hiyo ndio itakuwa. Lakini kwa sababu kuna shetani anapita, lazima, unajua kwa kizungu wanasema for a human being to give positive results, pain must be inflicted in them. Kwamba wakati shetani anapita katikati, wakati mwingine anatolewa kwa kiboko, kwa nguvu tu. Kwa hivyo kuna watu walikuwa wanajifanya, unajua, walienda mbele wakasema wako ndio wa serikalini. Tunawataka kuambia kwamba sisi hiyo serikali ndio tumeisimamisha na sisi ndio tunailinda sasa. Hakuna vitisho ambao watatoa. Mheshimiwa Ochilo, wewe ni jirani. Huyu muungano nikipigia simu hata kama ni usiku nikimwambia ndugu kuja, anakuja hapa. Akiniambia nakutana, hata kama from here to Kisii 30 minutes peke yake. Mimi nataka niwahakikishie kwamba kumekuwa na indiscipline kwa chama. That indiscipline will come to an end. Sio head office. Kuna ushenzi mwingi. Mtu akishinda certificate nzuri anapitishwa ndani ya miti mpaka ndani ya miwa, akitoka amechoka, imeibwa, mtu mwingine amefanya nini? Amepewa. Lazima tutahakikisha there is a discipline in our party. Kama wewe unataka mkato, tafadhali tafuta mkato, ingia Kenya Kwanza, kwa sababu mkato, unaona hii vile walienda na hii kura, mkate imewashinda. Wewe ingia huko, tukutane. Lakini kwa chama lazima tukue na discipline, kama vile ANC imesimama South Africa, kama hii ya Tanzania inaitwa nini? CCM. Na sisi wana ODM lazima tujivunie hiyo. Baba anaenda, tulikuwa na yeye China juzi, tulikuwa na baba na omba pesa kidogo ya maendeleo, ndio tulichukua deni kidogo. Sasa umeona shida sio pesa, sio deni, ikifika jamaa wanaramba yote. Lakini ile nienda kufanya mimi, shughuli ilinipeleka kule, tulienda kukutana na marais wa Afrika, na ukweli kwamba tulikutana na wengi. Tunaomba kwamba Mheshimiwa William Ruto amefanya kazi nzuri kidogo, ameshikilia baba kwa hii kiti cha AU. Tumuombe, niseme kwa sababu ameshikilia yeye, na ndio sababu na sisi tulikutana na marais karibu 18 wale ambao walikuwa wamefika pale, na watu wamekubali wataunga baba. Kuna wengine, wacha sasa niseme, kuna wengine walikuwa wamesema unajua, I had committed myself with Djibouti, lakini Mheshimiwa Rais Ruto akamwambia hapana, friend, ama you are friend with the minister of rule. Nakumbuka huyo rais akasema, because of you President William Ruto will vote for Raila. We did a good thing. I did not manage to get to Unga. I'm sure they met many and our colleagues were there. Kwa hivyo baba akienda AU ni some 2-3 hours flight. Baba yuko hapa.
among the leadership ni baba, mimi, Wanga yuko, Absomad yuko, Ososi yuko, hii ingine nafanya nini? Inaendelea. Kwa hivyo msiwe na wasiwasi. Mimi siwezi, hakuna, mimi ndio nitaweza nunua wengine, na niko tayari, nitafanya hilo. Nimejipanga. Hii mbele hii, hapana, hatuwezi cheka na watu wengine. Lazima tuambiane nini tutataka kusaidia. Sisi viongozi, sisi ndio tumeangusha wananchi. Kama mambo lazima ishe. Niwape mfano mmoja. Ikuwe Homabay, ikuwe Migori, ikuwe Narok hapa. Nilipoingia, mnajua referral hospital pekee yake ambayo tuko nayo KTRH ilikuwa 7 million. Watu ambao walikuwa wanakufa pale, 50% ya watoto walikuwa wanazaliwa walikuwa nakufa. Kwa siku moja watu karibu 27 walikuwa nakufa kwa hiyo hospitali. Nilipoingia nimekanyaga hiyo pipe ya wizi. Nikatoa yule mtu ambaye alikuwa amesimamia hiyo KTRH, nikaweka mwingine, anakusanya 200 million kutoka 47 million. Zaliwa pale from 50% to 13%. Sasa wale ambao wengi wanakuja ni wale referral, lakini mtoto anazaliwa Kisii Referral Hospital anakuwa hai. Watu ambao wanakufa natural death kwa hiyo referral hospital ni karibu 6 natural death. Sisi viongozi ndio tumekuwa watu wabaya. Na nyinyi wananchi, JNC, nataka nishukuru, mlituamsha sisi viongozi mahali walikuwa wamelala. Tunashukuru. Lakini vile Mheshimiwa Ochira amesema, lazima ile mambo JNC ilikuwa inaongea ni yale sisi ODM tulikuwa tunasema: ufisadi, mambo ya ukabila, mambo ya ufujaji mali ya umma. Hiyo ndio tulikuwa tunakataa. JNC lazima mjitambulishe na chama cha ODM. Watoto wengi ambao walikuwa nasimama na chama ni hao. Wale ambao walikuwa wanapiga sisi, nimeona kuna motion, sitaki kuongea, iko sasa next week, kila mtu abebe mzigo wake. Sisi hatutaki kuongea mambo yote kama chama. Sisi hatusemi Gachagua, bunge imeamua wacha Gachagua afanye nini. Sisi kama chama hatuna mambo yoyote. Sisi tunaombea serikali ya Kenya kwanza, kama ingepona ni sawa, lakini kwa sababu serikali ukipata maadui wako wanapigana, si unawaacha wanapigana, wanauana, wewe unaenda wacha ndio kwa na adabu. Mimi ni mwanafunzi. Ninyi afadhali mlikuwa hapa na deputy speaker wenu, yani deputy governor, mtu mzuri, na governor wenu. Mimi niliingia kwa shida, lakini nini ipoe. Na mtu yote ambaye anachukua uongozi wa nchi, wacha heshima wananchi wa kawaida. We will not naongea na waheshimiwa MCAs kwamba tutafanya mikutano yetu kutoka ward level. At least for 20 days nitakuwa nimemalizana na Homabay, yani Migori. Homabay tutakwenda kule, lazima kwanza this circuit, Nyamira, Kisii, Homabay, Migori tutamaliza. Tutakuja Jaluo, wala mko hapa,
amwezi tuambia kwamba mtaweza piga kura nje tukifika. Lazima tuwe kitu nini moja, as Nyanza team, ndiposa tuheshimiwa ODM. Mko tayari kweli? Mko tayari? Nataka pia niulize wale ambao chama sasa, ndugu zetu, unajua hata kanisani tunasema kwamba mtu kama ameanguka, amefanya dhambi, akirudi anakaribishwa, anabatizwa, anapewa kiti, lakini hapewi uongozi wa nini? Mheshimiwa William Ruto, tutaita yeye akuje tupange yeye. Hawezi kuja tupange. Akuje, hata Uhuru akiamua kuja lazima akuje tupange yeye kwa chama. Kwa sababu tulimesikia chama, ama mnataka wakuje tena watuoshe? Vita imepigana huko. Wale wangwana, wale ndugu zetu marafiki wa Kenya Kwanza, sisi tumeshikilia hiyo serikali ya Kenya Kwanza. Sasa imekwisha, ni ODM imebaki. Nataka niachie hapo. Mheshimiwa Ochilo Daktari, wewe uko na historia ya hii region. Mimi ndahakisha kwamba tumesimama pamoja. Ukiwa hapa, hata kama wewe ni goon, we will handle you in the manner hiyo mnakuja. Sisi kila mtu anavyokuja ndio tunaonana na yeye. Kwa hivyo mheshimiwa, nataka nishukuru, tutasimama pamoja, na nashukuru kwamba wana ODM wale madelegate mmekuja hapa, nimesikia watu wakiongea unga. Kwani hapa Migori hakuna unga? Sasa mlikuwa mnasema unga ya nini?